Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amekwenda kufungua soko jipya la Kariakoo ambalo liliungua na limejengwa upya. Soko la Kariakoo lina historia kubwa sana ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika. Na siku za nyuma nimepata kusema katika maandishi yangu, nadhani vile katika video, kuwa pale sokoni Kariakoo lazima liwekwe bango lao na maneno machache lieleze nini kilipitika katika soko lile wakati wa kupigania uhuru wa Tanganyika. Pale sokoni Kariakoo kulikuwa na ofisi ya market master ambaye zamani alikuwa Mwingereza, jina lake Brian Hines. Brian Hines alipotoka kwenye kazi ile, Waingereza kazi ile wakampa Abdul Sykes. Ili katika miaka ya 1950. Abdul Sykes pale alipokuwa sokoni pale, chini yake alikuwa na watu wawili muhimu sana na maarufu sana katika historia ya Dar es Salaam, watu wa Dar es Salaam, na vile vile katika historia ya kupigania uhuru, na vile vile katika historia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yeye mwenyewe. Kwanza alikuwepo Sharif Omar Abdallah Atasa. Sharif Atasa ni Abdallah Omar Atasa. Sharif Atasa yeye ukoo wao ndio uliojenga msikiti maarufu wa Kitumbini Dar es Salaam, na si huu ambao tunauona leo. Ulijengwa mwanzo pale ambapo pana kaburi, kila siku watu wanaliandika katika vyombo vya habari, kwa ile kaburi la nani? Kaburi la babu zake Sharif Atasa. Alafu chini yake Abdu alikuwepo Mchume Kiate. Kiate tumeshamweleza mara nyingi na ni mtu maarufu. Abdallah Atasa Sharifu yeye alikuwa mkusanyaji wa ushuru wa nafaka, na Mchume Kiate yeye alikuwa ndiye dalali wa samaki soko la Kariakoo. Sasa 50 harakati zimeanza chini dhidi ya Waingereza, chini ya taa. Watanganyika wanafanya mipango ya kudai nchi yao iwe huru, lakini TANU ilikuwa bado haijaundwa. Ilipokuja kuundwa TANU, ilipokuja Mwalimu Nyerere alipokuja kuwa rais wa taa mwaka 53, makamu wake alikuwa Abdul Sykes. Ikawa Mwalimu akitoka Pugu anakuja Dar es Salaam, basi kituo chake cha kwanza ilikuwa sokoni Kariakoo, ofisini pale kwa Abdul Sykes. Hiyo 52 sasa hiyo Mwalimu kishakuja, na 53 kishachaguliwa kuwa kiongozi wa taa kwenye uchaguzi maarufu uliofanyika ukumbi wa Natoglo. Na yeye Natoglo mara nyingi usema kwa nini hawaweki bango pale? Wakaeleza kuwa hapa ndio Mwalimu Nyerere alipiga hatua yake ya kwanza katika siasa za kupigania uhuru wa Tanganyika. Sasa watu hao wawili, Sharif Abdallah Atasa na Mchume Kiate, wakamjua Mwalimu Nyerere pale. Sasa watu hawa watatu wote maarufu, Abdul Sykes maarufu, Sharif Abdallah Atasa maarufu, Mchume Kiate maarufu, na kupitia watu hawa ndio Mwalimu Nyerere akajuana na watu wengi pale soko la Kariakoo, wengine wakiwa wafanya biashara mle na wengine watu wa kawaida tu walikuwa wanapita pale. Namuona pale kiongozi wa Afrika wa Tanganyika katika kutafuta uhuru wa Tanganyika.
Sasa basi ikawa soko la Kariakoo baada ya kuundwa tano ikawa moja ya ngome dhidi ya utawala wa Uingereza. Kadi za tano zikawa zinauzwa pale. Si hilo tu, wale wafanyabiashara pale wakawa ndio watu wa mwanzo kumuunga Mwalimu mkono tano, yani mkono Mwalimu Nyerere na kuunga mkono tano, na wakawa kwa kuwa wao watu wa biashara wakawa wafadhili wa kwanza wa chama cha tano. Naweza kuambia kuwa hata safari ya kwanza ya Mwalimu Nyerere anakwenda Umoja wa Mataifa mwezi Februari mwaka 1953, basi ule mchango ulianza pale, na bila shaka ukusanyaji watakuwa Abdullah Tas Sharif na Mshumaa Kiate. Wanampa mfanyabiashara stakabadhi ya ushuru, afu naomba bwana, pesa hizo ushapata, tunaomba mchango wako hapo bwana, tuna safari kubwa sisi ya Mwalimu Nyerere na kwenda yuno. Sasa jambo hili liko limekwenda chini kwa chini, lakini baada sasa ya safari ya Mwalimu Nyerere yuno, ikawa ile jambo limekuwa kubwa, na harakati pale soko la Kariakoo ikawa limepamba moto, na hawa makachero wa Uingereza katika special branch wakawa hawapungui pale kupita nje ya ofisi ya Abdul Sykes kutizama hapa nani kaingia, nani anatoka, anapita. Na kwa Nyerere anafika pale, wakajua hapa vile vile hii ni sehemu moja muhimu, lazima tujue nini kinapitika pale. Siku moja wakaamua kuwa lazima ofisi ya Abdul Sykes waivamia na apekuliwe. Na siku ya siku, swali wasema siku na jina, akavamiwa Abdul Sykes ofisini pale. Akavamiwa, na katika kupekuliwa katika drawer zake wakakuta kuna kadi za tano. Mwenyezi Mungu ana shani yake. Kisa hiki mimi alinihadithia Mzee Abdallah. Mzee Abdallah tukija kufanya naye kazi bandarini, ananiambia, Bwana Mohamed, mimi nilikuwa messenger wa Abdul Sykes kwenye ofisi yake pale sokoni Kariakoo, na siku alipovamiwa Abdul Sykes pale mimi nilikuwepo, na waliomvamia hawakuja watu wa polisi. Waliomvamia alikuwa ni town clerk mzungu. Anasema siku hiyo ilikuwa siku ya starehe sana, mimi nilikuwepo, na zilipotolewa zile kadi kuonyeshwa, Abdul Sykes anazungumza Kiingereza na Mwingereza yule, si kama wanazungumza, ilikuwa Waingereza the shouting match, wanafokeana mpaka nje pale. Na Abdul anamuuliza Mwingereza yule kuwa hiki sio chama halali, watu waruhusiwi kuwa na kadi zao. Na ikadhaniwa kuwa ile itakuwa sababu tosha ya Abdul Sykes kufukuzwa kazi. Sasa turudi kwa Mwalimu Nyerere. Mwalimu baada ya kutoka yuno kule Pugu shule, wamishonari wakuweza kumstahimilia, kumwambia mawili, ama siasa au baki eneo tano. Mwalimu akajibakia na tano, akaja kukaa nyumbani kwa Abdul Sykes. Sasa kutoka nyumba ya Abdul Sykes pale mtaa wa Agrey na Sikukuu mpaka soko la Kariakoo kwa miguu, kama unatembea hazichukui hata dakika 10, labda dakika 5, sababu unakuwa ushafika pale. Ikawa Mwalimu Nyerere akishamaliza kunywa chai nyumbani pale kwa Abdul, anaondoka anakwenda ofisini kwa Bwana Abdul pale. Ile ofisi kulikuwa na kama kijivaranda kidogo hivi. Mimi naikumbuka nikipita mdogo na hiyo, kwa sababu mbele ya ofisi ile kulikuwa na babu yangu Sharifu Muhammad. Yeye alikuwa na mabanda yake pale ya njiwa hawa anauza pale. Kwa hiyo ni mahali ambapo mimi nilikuwa nikipita mara nyingi sana na dada yangu Suraiha bin Sharif napita pale. Basi ikawa Mwalimu Nyerere anakuja pale kwa Abdul pale, anakaa kwenye ile kibarani, kuna na magazeti mengi pale na vitabu, anakaa pale kusoma, na watu wanakuja pale kuzungumza naye. Sasa jana naona
Mama Samia anafungua soko, nasema hivi, hii historia ya soko la Kariakoo kama moja ya ngome dhidi ya Waingereza wakati kulia huru, hii historia basi itakuwa hivi, watu wala hatojua kama hapa hapo kulikuwa na ofisi hapo. Mwalimu Nyerere alikuwa akija hapa na weka mipango na Abdul Said na watu wengine, akizabishwa Mchumikiate na Sharifu Bartaf na watu wengine, akina Bosigizi wengi, Sharifu Mbaya Mtu, wengi wazee maarufu Dar es Salaam. Lakini kubwa sasa ilikaja ikawa, licha ya kuwa soko la Kariakoo ni moja ya sehemu ambayo TANU wakipata pesa nyingi pale kutoka wafanyabiashara, vile vile ikawa chakula cha Mwalimu Nyerere kila siku kinatoka soko la Kariakoo. Asubuhi pale anakuja na ndova yake, dereva wa Mwalimu Saidi TANU, alikuwa anaitwa Saidi Kamtawa, lakini watu walikuwa wanamuita Saidi TANU. Pale anachukua chakula, na alikuwa kinunua chakula kile alikuwa kutoka furi kwake Mzee Shume Kiate, kinachukua ndani la ndova, kinakwenda nyumbani kwa Mwalimu Nyerere Magomeni kwenye Pasita. Kwa kweli ni historia ambayo inaonyesha uzalendo na mapenzi watu walikuwa nayo kwa viongozi wao. Sasa kweli basi itakuwa hivi historia, hawaweki kumbukumbu yoyote pale soko la Kariakoo, kama vile wanavyotakiwa kuweka kumbukumbu kwenye ukumbi wa Toglo, kwa sababu kwenye ukumbi wa Toglo ndipo ulipofanyika mkutano wa uchaguzi aliposimama mwaka 1917 Abdul Said na Nyerere kugombea nafasi ya 5 katika chama cha TANU, na nafasi ya rais katika chama cha TANU, na Mwalimu alishinda uchaguzi ule akawa president na Abdul Said akawa ndio makamu wake. Basi historia za watu hawa zife hivi. Haiwezekani kuwa mtu akija kutaka kujua historia, akija pale Kariakoo aliona ile bango naonyesha hapa ndio sehemu ya mwanzo ambapo TANU ilipata nguvu yake kudai uhuru wa Tanganyika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.